Leo tutajifunza kutengeneza template. Kwenye website unakuta kuna muonekano fulani unauandaa kwa ajili ya page fulani. Kama hivi hapa tuna category ya destination. Kwa hiyo tutasema kwamba kwenye page za destination tunataka muonekano wetu uwe hivi. Kwa hiyo unaandaa ule muonekano kwa ajili ya hizo page husika, alafu inakuwa kwenye hiyo page husika unakuta una edit vitu vichache sana. Ngoja tuone. Kwa hiyo tutafika kwenye Elementor, editor, template. Tutafungua kwenye page nyingine ili hapo pande kuibaki hapa. Kwenye Mac utahold command, utaklik eneo husika kama hivi, utahold command, utaklik template, na kwenye Windows utahold control, utapress eneo husika. Hata link yote ukienda kufungua kwenye tab ambayo inafuata. Tutafanya hivyo. Fika hapa ambacho tutafanya, Elementor hizi imebadilika kidogo tofauti na mwanzo ambavyo tulikuwa tunatumia. Kwa hiyo ilikuwa mara kwanza kusema tu new template, ita pop up kitu hapa window, utafanya kile ambacho unataka. Sasa hizi inakulazimu uje useme all, sababu kwamba tunakwenda kutengeneza template ya single page. Kisha click all, options zikija uta click category ya single. Category ya single page iko active. Sasa tuna load kidogo, add new single page. Kama kuna template unakuwa umetengeneza sehemu kwa nataka uimport au umenunua package zile za online nataka uimport template kutoka kule, uta click import template hapa na itapeleka kwenye sehemu zingine na kuendelea. Ila mimi naingia hapa hiyo option kama hii ya hichi ndio kitu ambacho nilikuwa nikizungumzia mara kwanza, ambacho kwamba nilikuwa nasema ukifungua ingia kwenye sema template, usema click template biki inakuja kitu kama hichi. Hizi zimekuwa tofauti na lazima uklik eneo husika ambao unataka, ndipo inakuja option. Kwa sisi tunaanza ya single page. Kwa nitaipa jina sema single page template. Hapa jina lote ambalo unajisikia kuipa. So create. Na tukumbuke kwenye zile page ambayo ni kwenye category destination, kwa mfano ukifungua hii page hapa, hii page haina kitu kama unaiona hivi. Kwa hiyo tukishatenga template, tukisema ije itumike hapa, tutaona mabadiliko yake. Kwa hiyo uta cancel hapa. Ngoja tuanze kuona muonekano ambao utakuwa. Muonekano wetu tuseme tutatengeneza page moja kubwa juu. Hapa tunaamua iwe full width. Kwenye hii section tunataka nyuma kwa kuna background image. Tuna image moja tu upload image tuchukue ya Zanzibar hapa. Sasa maana kwenye kusearch image ambacho huwa tunafanya kwamba niambie resolution iwe full, position mara nyingi mimi natumia center image ikae center. Ukisema scroll kwamba ukiscroll page na image nayo inaenda, ila ukisema fixed unakuta ukiscroll image inabaki pale material mengine yanakwenda, au tunaita parallax scrolling. Kwa hiyo tunachukua default kwa size kwamba image isijirudie, na kwenye ku display huwa tunaambia cover ikave eneo husika. Kwa hiyo tutachukua labda header mfano yale tunataka ikae
center. Alafu kwenye container hapa ambayo ni container kuu ambayo ni hii ndio kwenye display hapa advanced, tutatumia rem. Kwa hiyo tunatumia rem kwa sababu hii inabadilika kutokana na device ambao unaitumia. Kama kwenye desktop neno ni kubwa, ila kadri device ambavyo inazidi kuwa ndogo na yenyewe inajifunguza kuendana na device husika compared na pixel. Pixel ukiseti umeseti. Kwa hiyo tuna unlock hapa kwamba kama kwa mfano hapa nikiweka moja, kote inakuwa moja moja sababu tumetia lock hapa. Tuna unlock hapa ili top tupate 10, bottom tupate 10, na bado haitoshi sababu aim kunipate full height ya page. Tuseme 25 au 24, 23. Unaweza kuklik hapa kama unaitest uangalie upate simulation ya page husika. 24 yangu inakuwa inaonekana vizuri. Kwa hiyo nitafanya, nitakuja kwenye style, background overlay, nitasema labda naweka black color, alafu opacity nitapunguza kidogo nipate kusoma maneno yangu na picha iweze kuonekana vizuri. Jina kaweka white. Sasa tunataka kila page ikiwa ina display hapa, huku nyuma iwe ina display picha yake na hapa iwe ina display jina la page husika. Kwa hiyo sasa tutabadilisha mambo. Tutaanza kwanza huku kwenye container. Hapa tutaweka image. Maana kusema weka image hapa itakuwa kila page itakuwa inatumia image moja tu. Kwa hiyo tutaifuta hii. Utakuja hapa kwenye option. Unataka featured image. Hiyo moja. 2, kwenye title hapa pia hapa tunabadilisha. Tunasema tunataka page title ndio iwe inaonekana hapa. Hapa na kwa sehemu ya kwanza nimemaliza. Labda sehemu ya pili nataka nikate mara mbili. Nikate kama hivi tuseme. Nataka huku niwe kitu na kuna kitu, ila nitachange hizi. Column hii ndio hii hapa kwanza. Na column hii ni ya pili. Kwa hii ya pili mimi naishika na isogeza juu. Ni kama nimechukua hii ya kushoto ya kulia niweka kushoto. Au ningesema hii hapa nishike nisogeze chini. Kwa hiyo interchange. Kwa hiyo imetoka huku imeenda huku. Huku ndaweka maneno, huku ndaweka hapa kwa mfano ile form. Kwa hiyo nakuja huku, nitachukua form. Naweka hapo kwa mfano. Alafu labda tuseme title labda. Sasa tunataka maneno ya hapo katikati tu tunaweka sisi wenyewe. Sababu haya huko sitakuwa hayabadiliki, ila hapa tutataka sisi wenyewe. Kwa hiyo kuja kwenye code hapa element unasema ni post content. Mtu tunaweka hapa. Iko niweka post content. Kwa tunasema hapa juu iwe na padding kidogo. Top katika 2, bottom katika 2. Alafu hapa chini nataka niweke full page nyingine ambayo sasa tuseme nitaweka title
kuna kitu nakosea hapa. Kwa ngisha kwa kama hivi, cha kwanza kabisa hii kwa hii container ndani. Head container utadi heading yako. Kwa heading na yambeka katikati hapa. Itaita tuseme relative files. Labda nitatafuta sasa, kuna plugin mara kwanza tulikuwa tumezi-install plugin tofauti. Nazo pia zina matumizi yake. Kwa hiyo tuseme labda nataka nipate related safari za destination. Kwa hapa labda tuseme nitachagua post fanya hivi. Mfano kwenye hii column ya kwanza hapa ambayo nimeadi container hii tuligusa hapo, tunasema kwamba container zake tulikuwa tunaziweka ziwe zinakwenda upande wa kulia. Nabadilisha container zake ziwe zinakwenda upande wa chini. Kwa nikaidi container nyingine zote zilikuwa zinakwenda chini. Hata okay, nichota hii nianza duplicate. Kafuta cha ndani. Alafu nikasema ndani ya hii container isa niambia container ambazo zitakuwa ndani au material au element ambazo zitakuwa ndani ziwe zinakwenda mkono wa kulia. Container container ya kwanza ndani duplicate ndani title image ambayo ndo tuta act kama zile as safari. Sababu kama ile plugin ambayo usika bado sijaiweka. Chini ya hii safari kwa hiyo tunaisha hapa kwanza. Mengine tutafanya ambavyo kuna tutorials zinafuata ambazo tutatengeneza website nzima kutana ambavyo inaenda. Kwa hiyo sasa baada ya kumaliza kutengeneza page yetu kama hivi, mara kwanza nilikuwa nimepublish ile kwa kitu nikawa nimekosea, kwa hiyo nikawa sipati matokeo ambayo yanatakiwa. Mara kwanza nilikuwa nimeseti pages alafu nikataja category. Kikawaida kusema pages kwamba unaziorodhesha zile page ambazo unataka itokee. Sasa sisi kwa vitu tunataka kwenye category fulani, kwa hiyo tutasema kwenye pages ile kwenye category hii ndio inakuwa inaleta matokeo. Destination save